Ushuhuda ni uthibitisho wa mambo ambayo Mungu amekutendea. Ushuhuda ni uthibitisho, unathibitisha yale mambo ambayo Mungu amekutendea. Mtu yoyote ambaye anatembea na Mungu vizuri ni mtu ambaye amewahi kukutana na matendo ya Mungu. Na Mungu wetu ni mwaminifu mno. Kila wakati kunapokucha, kila wakati tunapokuwa hai, yeye anatutendea mambo mengi, na mengine tumeyazoea, mengine tumeona ni ya kawaida kwa sababu tumechukulia ni ya kawaida, lakini kiukweli sio ya kawaida. Mungu anatutendea kila siku, na tunathibitisha hilo. Hewa tunayoivuta ni Mungu ametutendea. Kuamka salama ni Mungu ametutendea. Kusafiri salama kutoka hapa kwenda sehemu nyingine ni Mungu ametutendea. Haleluya. Wazazi wako kuwa salama ni Mungu ametenda. Wadogo zako usioishi nao ni Mungu amewasaidia kuwa salama. Kwa hiyo hicho peke yake kinatosha kuwa ushahidi wa yale Mungu anafanya. Mungu ni mpaji, ndio maana anatupa chakula na anatupa uhai bure bila kulipia. Ushuhuda ni kutambua na kuthibitisha utendaji wa jambo fulani. Maana ya pili ya ushuhuda ni kutambua na kuthibitisha utendaji wa jambo fulani. Ushuhuda ni kutambua na kuthibitisha utendaji wa jambo fulani. Kutambua, to recognize. Kutambua na kuthibitisha. Ulikuwa ni mgonjwa, umeenda hospitali, wamekutibu hospitali, wanakuambia rudi nyumbani ukaendelee kusubiria siku ya kufa. Lakini tangu umerudi hapa, unaona haufi. Hata kama bado unaumwa, lakini bado zile siku walizopanga ufe haujafa. Maana yake hapo anaendelea kushika uhai ni nani? Ni Mungu. Wao walithibitisha ndani ya siku fulani lazima uondoke. Wao walithibitisha ndani ya miaka fulani lazima wewe uondoke. Lakini Mungu naye ana bajeti yake juu ya maisha yako. Na hiyo bajeti anapoiachilia, anataka tu utambue kwamba ni yeye aliyekusaidia. Kama kuna watu hapa waseme amina. Ufunuo sura ya 12 mstari wa 11. Hili ndilo andiko letu la msingi kwa leo. Ufunuo Yohana sura ya 12 mstari wa 11. Biblia inasema hivi: nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda. Hebu sema neno la ushuhuda. Neno la ushuhuda ndio hiyo kutambua, kuelewa, kuona thamani ya msaada wa Mungu kwenye maisha yako. Kujua kwamba bila Mungu nisingeamka salama ni ushuhuda tosha. Kujua kwamba bila Mungu hata haya maisha ninaona ni mabaya nisingekuwa nayo. Nisikilize, kuna wakati unajilaumu na maisha mabaya, ila kuna wengine wanatamani wangekuwa na maisha kama yako. Maisha ni stage brother. Wakati wewe unaona maisha yako ni mabaya, kuna mwingine anatamani afikie ulipo. Wakati unaona wewe hiyo ndoa ni mbaya, kuna mwingine anatamani ampate mume wako. Kuna wengine wanatamani, wewe unaona mke wako hafai, mwingine anatamani angepata mke kama wako.
lazima ujifunze kumshuhudia Mungu kwa yale aliyoyafanya. Haijalishi ni makubwa, haijalishi ni madogo. Jifunze kusema, Bwana umenisaidia. Sema amina kama tuko sawa. Andika hivi, Mungu anatenda mambo makubwa tukiwa watu tuliojaa shuhuda. Mungu anatenda mambo makubwa tukiwa watu tuliojaa shuhuda. Shuhuda ndio msingi wa utendaji wa mambo makubwa ya Mungu kwenye maisha yetu. Mungu anasubiria waambie watu yale Mungu amekutendea, ili ajionyeshe ni mwenye nguvu kwa watu wengine. Anasubiria ukiri kwa ndugu zako kwamba nimeokoka na dhambi nimeacha, ili aendelee kuwaokoa ndugu zako. Shida ya kanisa leo, hawasemi yale Mungu amewatendea kwa sababu wanaona aibu. Biblia inasema kwenye ile Ufunuo wa Yohana 12:11, wale ambao hawakuyapenda maisha yao, kusema yale Mungu amekubadilisha ni kutoyapenda maisha yako. Kusema habari za Yesu ni kutoyapenda maisha yako. Kutaka atambulike Yesu badala ya wewe ni kutoyapenda maisha yako. Kuna wengine wanajivunia elimu zao leo, wengine wanajivunia pesa zao, wengine wanajivunia nafasi zao, wengine wanajivunia uzuri wao, lakini mimi ninajivunia kumjua Yesu, kwa sababu ndio siri niliyogundua ni ya muhimu kuliko siri zote. Chukua vitu vyote niachie Yesu. Chukua vyeti vyangu vyote vichome niachie Yesu. Chukua kazi nilionayo nifukuze niachie Yesu. Maana nimegundua yeye ndiye chanzo cha vyote, na nikimpata yeye hata ulivyochukua nitavipata. Nimekubali kumfuata Yesu. Nimekubali kumfuata Yesu. Nimekubali kumfuata Yesu. Sitarudi, 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 sitarudi. Msalaba mbele, msalaba mbele, dunia nyuma. Msalaba mbele, dunia nyuma. Msalaba mbele, dunia nyuma. Sitarudi, 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 sitarudi. Watu walioamua haya maisha ni watu walioamua Yesu ajulikane, Yesu atambulike. Hata akifika kwa watu anaweza asijitambulishe anafanya kazi gani, ana pesa kiasi gani, lakini atamtambulisha Yesu kwa yale ameyafanya kwenye maisha yake. Atamtambulisha Yesu kwa yale amembadilisha. Wakati Mungu ananipa hili somo, kaniambia acha kujisifia hivi nilivyokupa kidogo. Bado nina safari ndefu ya kwenda na wewe. Acha haya malingo. Mungu alikuwa ananionya usiku. Niambia acha haya malingo, acha haya malingo. Mke wangu akala nisikia tu ninafyonza. Ananiambia Mungu acha malingo haya. Bado nina safari ndefu ya kwenda na wewe. Hata bado hujaona nusu ya safari inayoenda na wewe. Nataka nijulikane mimi, halafu wewe ufe. Ndio maana maandiko yanasema mtu akitaka kunifuata ajikane nafsi yake. Maana yake asijulikane yeye, asijiseme yeye, asijitambulishe yeye, asijiongee yeye, amuongee Yesu Kristo aliye hai. Tuendelee kidogo. Andika nguvu iliyo ndani ya shuhuda. Tengeneza vizuri sasa hii. Nguvu iliyo ndani ya shuhuda. Nguvu iliyo ndani ya shuhuda. Nguvu iliyo ndani ya shuhuda. Jambo la kwanza, ushuhuda una kazi ya kuinua imani
kwa ajili ya pambano lijalo. Ushuhuda unakuja kuinua imani ya mtu kwa ajili ya pambano lijalo. Kuna vita mbele yako ipo, na hata ukitazama unaona kuna milima mbele yako imesimama. Wengine wakati unanisikiliza, kuna ugonjwa unao, kuna shida unayo, haujui kama utapona, haujui kama utainuka tena, haujui kama utavuka. Imani yako imeshuka, imani yako imeanguka. Unaona kama biashara yako haitainuka tena, unaona kama huduma yako haitainuka tena, unaona kama kuimba hautaweza tena kwa sababu ulitenda dhambi. Unaona tena watu hawatakuthamini tena. Ushuhuda upo ili kuinua imani yako, kuinua imani yako. Mara nyingi ukikata tamaa, jikumbushe yale Mungu amekutendea jana, juzi. Jikumbushe. Ndio maana mimi ni mtu mzuri sana, wanapigaga picha. Mwaka 2020. Mwaka 2020. 2020. Tulikuwa na Yusufu Mcheri yuko hapo. 2020 21 au 22, kati ya hiyo miaka. Tulikuwa na Yusufu Mcheri, mke wake alikuwa kule anauguza mtoto wao huyo wa kwanza Bright. Huyo Bright mimi huyo nimemwombea mno huyo Bright. Kuna wakati akachelewa kutembea, nikawa kila nikifika kwa Yusufu nashika miguu katika jina la Yesu. Halafu nachukua hatua za imani, naanza kumsimamisha. Mama Bright yule anaona, namsimamisha, namwambia tembea rafiki yangu, utatembea, utatembea mtoto, utatembea. Nilikuwa ninaamini, ninaomba, nikitoka pale, nilikuwa nikiondoka pale kwao nakuja kanisani hapo, naanza kuomba, nasema Mungu uliwapa wewe huyu mtoto. Kwa nini? Nilikuwa ninajikumbusha kuna mambo mimi Mungu alishagawahi kunitendea. Niliamini hata hilo ni ndogo kwa Mungu, anaweza kuwasaidia. Siku moja Yusufu atakumbuka, lakini mke wake hakuwepo.